Naam, ikiwa tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGN News. Mimi ni Videlis Moshogi, na taarifa za leo tunaanza kutoka eneo la Mugirango Kusini, mahali ambapo jamaa mmoja anaendelea kutafutwa na maafisa wa polisi. Hii ni baada ya kumjeruhi mke wake kwa kisu vibaya zaidi. Kulingana na familia, wanasema kwamba jamaa huyo alikuwa anamshuku mke wake kwamba ni mzinzi, huku pia akimjeruhi, na si mara ya kwanza, pili ama tatu. Jamaa huyo bado yupo mitini. Watoto wangu sijui wataishi aje. Mimi ndio tegemeo ya watoto. Naishi sasa, sijui nitafanya aje watoto wangu wasome. Sasa mimi nimekuwa mlemavu. Ataweza mfuatilia. Sisi tuko tu hivyo, wasichana watatu na hao watoto peke yake. Anaonekana kwake usiku, mataa zinawakishwa huko, lakini hatujui mbona hawajamkamata. Tukiachana na taarifa hiyo kutoka eneo la South Mugirango, tunaingia katika jiji la Nairobi, mahali ambapo mkuu wa polisi ama Inspector General Douglas Kanja na mkuu wa polisi wa ujasusi ambaye ni Amin Gabo wamekuja pamoja wakizungumza na kusema kwamba mbunge wa Juja ambaye ni George Kaimburi, ambaye alipatikana hivi karibuni akiwa katika shamba la kahawa, hakutekwa nyara bali alijiteka nyara. Wanasema kwamba mbunge huyo yale yote ambayo yalikuwa yamemfika ni yeye mwenyewe aliyafanya. Has been arrested. Katana admitted to dropping the MP at a hotel where he had refreshments and spent the night with two abductors on 25th May 2025 following the alleged abduction. He admitted that on 26th May 2025, while using Kerato's vehicle, that is the Honda CR-V, he picked up the MP from the hotel and took him to the scene where they claimed he had been dumped. Before the MP exited the motor vehicle, he helped him tear his clothes to fake evidence of torture by the alleged abductors. Na Rais William Samoei Arap Ruto leo ameomba msamaha nchi jirani, akisema kwamba kama kwa namna yoyote ile, kwa njia yoyote ile wamekosea, nchi ya Kenya imekosea nchi jirani Tanzania na Uganda, ameomba msamaha kwa niaba ya Wakenya. Aliyazungumza haya katika hafla ya maombi ya kitaifa Nairobi. Friends, our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great. Na wakati huo pia wa hafla ya maombi ya kitaifa, Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amewaomba vijana kuheshimu watu wakubwa ama wazee, na vile vile kuheshimu serikali. We must use a moment like this to arrest those situations, because it doesn't look tidy when brothers and neighbors are talking at each other. We must build good relationships and sustain them. Your Excellency, in the same manner, we need to build relationships across generations. The older people who are the age of our fathers, the parents of today, the younger adults who are starting their families, the young children, and even the unborn. That intergenerational friendship and solidarity is important. No one generation is superior or more important than the other.
So I agree with the message of today's speaker, who is quite inspirational, that perhaps as older people, we need to treat our children who are now adults a little more respectfully, listen to them, and where we go wrong, there's no harm in acknowledging that we've not treated them maybe the way they expected us. However, equally, we respectfully request our children also to respect authority and also agree to be mentored and supported. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tunapoanza ni kwamba mwanabiashara Jacob Segman aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kenol Kobil ambaye kwa sasa anaendesha biashara za Rubis amejipata matatani baada ya kuagizwa kulipa faini ya milioni 5 na mamlaka ya soko ya mtaji kwa sababu ya kutofichua kwamba bado wanamiliki hisa 5.99 na kampuni ya Kenol Kobil kwa mwongo mmoja. Tunavyozidi kusonga ni kwamba wazazi wamepata afueni. Hii ni baada ya bunge la kitaifa kutenga bilioni 5.9 ili kusaidia kuendesha mitihani ya kitaifa katika shule za umma za msingi, za sekondari na vile vile shule za junior secondary. Na katika habari nyingine ni kwamba Benki ya Dunia imetaka nchi ya Kenya kuangazia na kuongeza ushuru kwa wote ambao wanapata mapato ya juu hadi 38%, huku pia wakiangazia kupunguza ushuru kwa wote ambao wana mapato ya kati na mapato ya chini ili kusaidia kunawilisha uchumi wa nchi. Nikombe hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.